Hii ni hadithi ambayo itakwenda kukupa tumaini jipya, ni hadithi ambayo itakwenda kukupa mambo mapya. Ni hadithi ya kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Andrew. Andrew alizaliwa katika familia ya kimaskini. Andrew alizaliwa katika familia ambayo ilikuwa haijiwezi kifedha. Andrew alikuwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu nyumbani kwao. Baba yake alikuwa na wanawake wengi sana. Alikuwa akioa wanawake wengi sana. Andrew ilifikia stage kipindi wanakaa na wale mama zake wa kambo, walikuwa wakiwatesa sana. Walipitia maisha ya shida sana. Siku moja Andrew alikaa mwenyewe. Baada ya kukaa mwenyewe, Andrew alijiuliza maswali mengi sana. Nitawezaje kubadilisha maisha yangu? Alijiuliza maswali mengi sana. Nitawezaje kuchange maisha yangu? Maswali yalikuwa ni mengi kwenye akili yake. Alikuwa na kaka yake mmoja ambaye alikuwa akiishi katika mkoa ambao ulikuwa ukisifika kwamba ni mkoa ambao ulikuwa ukisifika kuna wafanya biashara, kuna watu mbalimbali ambao wanaendesha maisha yao kwa kutumia kiuchumi. Aliulizia na kusikia kwamba ndugu yake mmoja alikuwa akiishi kule. Andrew aliamua kutoroka nyumbani kwao pasipo kumwambia yoyote. Akaanza kujichangia pesa zake. Alikuwa akifanya kazi ya kuziba pancha hizi baiskeli. Baada ya kukamilisha hizo fedha, Andrew alitoroka na kupanda gari na kwenda kwa ndugu yake ambaye alikuwa akiishi katika huo mkoa ambao ulikuwa ni wa kiuchumi sana. Ilikuwa na wafanyabiashara wengi sana. Andrew alipofika alikutana na ndugu yake. Akaanza kukaa na ndugu yake. Kukaa. Wale ndugu zake wawili walivyoona Andrew ameenda kule, na wenyewe wakafunga safari wakaenda kwa ndugu zake. Ndugu yao akaanza kuona kama imekuwa mzigo. Ikabidi awafukuze Andrew pamoja na wale ndugu zake wawili warudi kijijini walipotoka, maana walikuwa mzigo sana. Na Andrew alikuwa akiamini kwamba ule mkoa ndio utakaompa mafanikio. Andrew bana wakarudishwa, wakapewa nauli, wakarudi kijijini. Lakini Andrew ndani yake alikuwa na msukumo wa ajabu. Alijiona anatakiwa kubadilisha maisha yake, maana kazi ya kuziba pancha baiskeli zilikuwa imemchosha. Atafanya nini? Na akienda kwa mama zake wa kambo wanamtesa sana. Andrew aliporudi kijijini aliamua aende kuishi kwa mama yake mzazi. Alipoenda kuishi kwa mama yake mzazi, alimkuta mama yake ana mimba, pia akiwa na mwanaume mwingine. Andrew basi aliishi pale na akaanza kusaidia pale kwao. Kwa hiyo kazi yake ya pancha, muda mwingine akaa akitoa hela. Hii ni story ya kweli kabisa kumuhusu Andrew. Ni story ya mtu mkubwa mwenye majeraha ambayo itakwenda kukufunua wewe. Andrew siku moja ameendelea, siku moja tena amekaa peke yake. Andrew kusudi likali na mtuma kwamba arudi kule
kwenda kufanya kazi. Japokuwa kaka yake au ndugu yake alimfukuza kule, Andrew hakukata tamaa. Alimwaga mama yake nyumbani, akamwambia, mama, mimi ule mkoa ninaupenda, nitaenda hivyo hivyo. Akaambia, ndugu yako aliwafukuza kule? Akasema, hapana, mimi nitaenda, nitajua nitakapoenda. Andrew akafunga safari, mama yake akamwandalia chakula na akaenda. Andrew alipofika kule, akaanza kazi ya kuosha magari. Akawa ni muoshaji magari mzuri sana. Kaosha magari, akaanza kupewa vitu vya kusambaza kuuza. Akawa anauza vitu vya kula katika magari, katika wasafiri wanaopita. Andrew mwisho siku akajiingiza katika fundi ugereji. Mdogo mdogo Andrew akaanza kuwa katika fundi ugereji. Mdogo mdogo Andrew akapata nafasi ya kuwa ndesha magari kutoka katika mkoa wa nchi yake na kwenda katika nchi nyingine. Akawa dereva, akaanza kusafirisha. Andrew alifanya ndani ya miaka 20. Paka sasa Andrew akaja akafikia, akawa na magari yake, akawa na kampuni yake ya magari ya kusafirisha, akawa na familia yake bora, akawa na maisha bora, akawa tajiri katika mkoa wake. Hadi yule ndugu yao aliwafukuza akawa ameshangaa, imekuwaje, imewezekanaje? Walikuwa wakimcheka, walikuwa wakimdharau, akawa amefanikiwa na akawa amebadilisha historia